Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapendwa Waislamu, wapendwa Tanzania, popote pale mlipo, hapa tunazungumza kutoka UMATA. UMATA ni umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania, chombo ambacho kimejipambanua kuwa balozi wa amani na uzalendo hapa Tanzania. Tuwakumbushe tu kwamba mwaka jana kuelekea uchaguzi mkuu, UMATA ilifanya kongamano kubwa na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais, kongamano ambalo lilifanyika Diamond Jubilee. Kongamano lile ilikuwa ni kuswitch on, kuwasha moto wa kuhimiza amani na uzalendo wa Tanzania. Na baada ya kongamano lile tulifanya kazi kubwa ya kuzunguka sehemu kubwa Tanzania. Kubwa ilikuwa ni kuwaasa Watanzania kudumisha amani na kuepusha vitendo vyote vya uvunjifu wa amani. Sisi kama watu wa dini tunaamini amani ndiyo sababu ya kuweza kufanya ibada katika namna iliyokuwa bora zaidi. Kunapokuwa na mashaka hakuwezi kuwa na khushui, kunapokuwa na mashaka hakuwezi kuwa na utulivu. Tuliyashuhudia kwa wale ambao walikiuka maagizo ya viongozi wa dini, ilipata baadhi ya siku hatukuweza kufanya ibada kwa watu wote kufungiwa majumbani. Sasa tunasikia tena huko vichochoroni na kwenye mitandao ya kijamii, wale watu ambao wamejificha nje ya Tanzania wanaogopa kufanya yale ambayo wanataka watu ndio watokee. Tumesikia wameanza tena kufanya hamasa. Kipindi kilichopita tulitoa nasaha kwa viongozi wa dini kukaa mbali na kuhamasisha uvunjifu wa amani na kuwataka viongozi wa dini kwa pamoja tusaidiane kuhamasisha amani, kwa sababu amani ni mpango wa Mungu. Vurugu za aina yoyote ni mpango wa shetani. Inakuwaje kiongozi wa dini uhamasishe mpango wa shetani badala ya kuhamasisha mpango wa Mungu? Shetani angependa sana kuona machafuko, kwa sababu dhambi zote ambazo Mungu amezikataza, kipindi kinachokosekana amani, hapo ndio inakuwa mahala pake. Watu wanauana, watu wanaiba, watu wanapora, watu wanafanya kila aina ya dhambi ambayo Mungu amekataza. Hiyo ndio kazi ya shetani anaitaka, na haya tulikuja kuyashuhudia kipindi cha kilichopita. Tusingependa kuyaona tena yanarudia katika kipindi hiki. Tuwaombe viongozi wa dini katika nyumba zetu za ibada, tutangaze wazi kabisa, amani ni mpango wa Mungu, tuihubiri amani. Vurugu na machafuko ni mpango wa Ibilisi, tukemee na kukataza kwa kila nguvu ambazo Mungu ametujalia. Tuwaombe viongozi wa dini tufanye kazi kwa uadilifu mkubwa sana, lakini tuwaombe vijana wasikubali kudanganywa na watu ambao wanataka waonekane majasiri, lakini ujasiri wao hawana, wanaogopa. Yaani mtu hata kwenye mtandao anatumia jina la bandia ili tu asikamatwe. Wako ambao wamebadilisha mpaka jinsia ili wapate uhuru wa kufanya uchochezi pasina kutafutwa. Wako ambao wameishi ukimbizini, wameacha familia zao, wanaishi huko ghaibuni katika namna ya kitumwa tu kwa sababu anavyofanya uchochezi asikamatwe, kisimpate kile ambacho kilichomnyoa kanga manyoya. Jamani, vijana wetu, amkeni. Usitiwe ujasiri na mtu ambaye anaogopa lile jambo kulifanya, huyo anakutia ujinga. Tunaendelea kuwakumbuka vijana wetu wengi waliopoteza maisha kwa uzembe wao, waliopoteza maisha wengine pasina kujua, wengine kwa kupotoshwa kama ilivyokuwa imetokea. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awarehemu wote na wasamehe madhambi yao, lakini tunaomba tuwe sababu na tuwe mabalozi wa kuwanusuru vijana wengine